mshiriki wa hapa Mkambarani, ila tuko naye muda mrefu. Hivyo tumefurahi kuwaona na tumefurahi kuwa nanyi katika jioni ya leo. Lakini pia sambamba na uwepo wao wameambatana na mgeni mwingine ambaye ni mchungaji. Nitampatia nafasi ya kuweza kutusalimia, na baada ya hapo basi Abednego ataweza kusimama kwa ajili ya kutupatia neno la jioni ya leo. Pastor, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamjambo wote? Hatujambo. Hamjambo wote? Hatujambo. Hamjambo wote? Hatujambo. Hamjambo wapendwa? Sisi hatujambo. Hamjambo wote? Hatujambo. Hamjambo wote? Hatujambo. Hamjambo wapendwa? Sisi hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nimeshangaa kwamba nimefika hapa Mkambarani kwa mara ya kwanza. Ndio nafika kanisa la Mkambarani. Ila nilikuwa nasikia tu ndugu zangu na watoto wangu wakisema tawi letu linalelewa na kanisa la Mkambarani. Nikamwambia mtumishi wa Mungu Abednego Kanyaga Kanyuagale, Bwana asifiwe sana. Nikamwambia Bwana, na mimi unifikishe Mkambarani, nataka nione hiyo Mkambarani inayosemekana kama kuna mikambara, lakini nashukuru Mungu kuna hekalu kama la Sulemani kubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hili ni kanisa la maana, ila haka kakiambaza katikati mkaondoe muda si mrefu. Haleluya. Amen. Bwana, ili nipendeze vizuri sana, liendane sasa na heshima yake, maana sasa isiye ikawa kwa nje ni nzuri au kwa ndani tena ikawa kitu kingine. Bwana asifiwe sana. Na kama mmeweza kufanya mambo makubwa huko, naamini hata kaliko salia mtapambana na kwa neema ya Yesu mtakamilisha. Bwana asifiwe sana. Natoa neno fupi tu la salamu ili mwenzangu naye aendelee. Haleluya. Kwa sababu mchungaji ukifika usalimie bila kutoa neno inakuwa ni kama hujafanya kitu. Sasa ikiwa Kanyuagale ana hamu ya kigweta, je, mimi si zaidi? Haleluya. Luka, fungua Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi 17. Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi 17. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye. Na pamoja na mkutano mdogo mkubwa, Yesu akitembea. Ukisoma Mathayo sura ile ya 9 anasema alitembelea vijiji vyote na miji yote. Lakini Yesu akitembea huwa sio peke yake. Yeye ni tofauti. Mkutano mkubwa unafanya nini? Unamfuata. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Haya, kuna kikosi kingine. Watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Hebu angalia sasa. Hebu jaribu kupiga picha ya Luka. Unajua Luka ni mwandishi mzuri sana. Yule ni mwandishi hata kiunani chake kimeenda shule, Dr. Luka anaitwa. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema Yesu anaondoka na mkutano mkubwa. Alafu huku anakutana na mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye.
Hebu jaribu kupiga picha kama Yesu alivyoingia Yerusalemu. Yeye ni mfalme Bwana. Wanasema Hosana, mwana wa nani? Wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Na wanaomfuata Yesu ni wale ambao walikuwa wamewaponya. Wale ambao walikuwa ni vipofu ndio wanatangulia njiani kwenye msafara wa Yesu. Hii ndio njia, maana macho yanaona vizuri. Haleluya. Wale ambao walikuwa ni viziwi walikuwa wanategeshia tu masikio kama ungo, yaani wanasikiliza muziki mzuri. Haleluya. Maana wanamwimbia mfalme. Bwana asifiwe sana. Wale ambao walikuwa ni vilema, wao walikuwa wanajaribisha miguu imepona kweli. Haleluya. Na mikono. Kwa hiyo wanapotembea wanaruka. Alafu wao ndio walikuwa wanakatawi, alafu wanapepea Hosana mwana wa Daudi, Hosana. Bwana asifiwe sana. Huku kwa upande wanaolia, sio unajua watu wanavolia jamani. Pole wengine wanasaidia kumshikilia, wanalia msafara mkubwa. Kwa hiyo vikosi viwili vinafanya nini? Vinakutana. Hawa wanaimba Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake alitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe na uzima wa milele. Wanaangalia miguu. Tumsifu dunia sikia. Wanaruka. Tumsifu watu wafurahi na uje kwa Baba wa Yesu mwana ukamtukuze kwa mambo yote. Haleluya. Amen. Wanamtukuza mwana wa pekee wa nani? Wa baba yake. Wanakutana na kikundi kinachomlilia mwana wa pekee wa mamaye. Haleluya. Vijana wanai wanakutana. Amekufa likwambe Mungu amekufa jamani, amebaki mwanana, taa yake imezimika. Wanalia wanaomboleza. Na kijiji chote unajua kimepatwa na simanzi. Maana mwana wa pekee wa nani? Wa mamaye. Amefanya nini? Moto umezima. Mota imefanya nini? Imezima. Kwa hiyo sasa wanapokutana, Yesu anasindikizwa na kikosi cha watu walio hai na wote wanatabasamu na kufurahi. Halafu hii maiti inasindikizwa na watu wanaoomboleza. Halafu wote wanalia, wana huzuni, yani huzuni kali, huku kuna furaha kali zikakutana katikati. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie kinachotokea. Kinachotokea ni nini? Anasema hivi. Bwana alipomuona alimuonea huruma. Alimuonea nini? Huruma. Akamwambia usilie. Yaani alimwangalia yule mwana mama. Akamwambia usifanye nini? Usilie. Akakaribia. Akaligusa jeneza. Wale walikuwa wakichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi. Akaanza kusema. Akaanza kufanya nini? Kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote. Wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana asifiwe sana. Habari hii ikaenea Uyahudi na katika nchi zote za nini? Kwanza Yesu alipomponya, alipomfufua, nakwambia kijana inuka. Kijana aliposimama, watu kwanza walikiwa na hofu. Unajua watu wanaogopa maiti. Hasa maiti inayosimama. Watu wanaogopa. Nakumbuka mzee wa Chara alikuwa anajiita marehemu, ambaye sasa kweli ni marehemu. Yule mzee alikuwa na visa. Anasema
alikufa akapelekwa mochwari, sijui hapa Morogoro, na watu wakajua amekufa. Sasa akanyanyuka akakaa, akawa anamuita yule mhudumu wa mochwari, uje. Yule mhudumu alipoona maiti imefufuka, akalala mbele, kakimbia. Kwa hiyo sasa hawa watu kwanza hofu kuu iliwaingia, wakaona anaongea, anafurahi, anatabasamu. Ghafla mioyo yote ikatabasamu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ndio wanatambua kwamba maiti imefanya nini? Imefufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuimbe wimbo namba 166 ninapohitimisha salamu hii. 166. 166. Habari. Wimbo upo jirani. Furaha kwa ulimwengu. Tuimbe kwa sauti. Furaha kwa ulimwengu, Bwana atakuja. Kila moyo upokee. Viumbe imbeni, viumbe imbeni, viumbe vyote imbeni. Na Bwana atatawala, watu na waimbe. Miti, milima na mawe, kariri furaha, kariri furaha, kariri furaha kubwa. Atatawala kwa wema, atawafundisha mataifa haki yake. Ajabu za pendo, ajabu za pendo, ajabu za pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokuja, dunia hii ilikuwa ni msiba. Msiba unalia. Dunia yote inaomboleza. Nani atakayeshinda mauti? Hakuna. Lakini habari njema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Ulimwengu, hata kamtoa nani? Mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asifanye nini? Asipotee, bali awe na nini? Uzima. Kutembelea kwetu Yesu katika sayari dunia kumeokoa. Dunia ilikuwa ni msiba tupu. Watu wote wanaenda kufa kwa sababu ya dhambi. Lakini habari njema, Yesu amekuja, ameokoa hii dunia. Na sisi tuna furaha. Siku moja atakaporudi mfalme, tutamlaki mawinguni. Wakati anasema, mchungaji niombe, siku Yesu akirudi, nami niwe miongoni mwa wale watakaomlaki kwa furaha. Basi tuombe. Asante Mungu wetu, wema wako ni mkuu. Ninashukuru kwa ajili ya kanisa hili la Mkambarani. Bariki kanisa lako, bariki washiriki mmoja mmoja, bariki watoto, bariki vijana, bariki wazee, watu wakubwa, waume na wake, wasipungukiwe na chochote. Umewawezesha kujenga hili kanisa, wawezeshe kulikamilisha. Ikawe kanisa kubwa lenye utukufu, kwa sababu washiriki wake watakuwa ni watu wanaokutukuza wewe. Watakuwa wakifanya kazi yako na kuwaleta wengi katika ufalme wako. Wasipungukiwe na chochote, ukawabariki. Leta upendo miongoni mwao, leta furaha na amani. Yesu utakaporudi mara ya pili, sisi sote tuliosimama jioni hii utuwe katika ufalme wako wa milele. Kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amina.